Yesu asifiwe. Ndugu yangu wewe ambaye umevuka mwaka, tumevuka, tuko leo ni tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Nadhani ina maneno machache tu ambayo natamani niongee ili tunapoanza mwaka tuende kwa spidi ambayo italeta mshikamano. Wakati mwingine kujenga ni vigumu sana kuliko kubomoa. Kubomoa hakuhitaji fundi. Hata kama mtu hujasomea kitu unaweza kubomoa kirahisi, lakini kujenga kunahitaji gharama. Tarehe 29 mwezi wa 10 taifa liligawanyika vizuri tu, manake lilibomoka. Yani kuna nyufa zilikuwa zimebomoka. Mpaka sasa hizi lazima tukubali kwamba taifa lilibomoka. Swala ni kuanza kupajenga pale palipobomoka. Mimi leo ni tarehe 1, nataka nitoe hekima hizi, namna ambavyo inaweza ikatusaidia kujenga hapa ambapo pamebomoka. Jambo la kwanza ambalo nataka nisaidie, kuna hawa watu wanaitwa Gen Z, alafu kuna serikali. Hapa katikati pana mpasuko, yaani kataa tukubali, lakini hapa katikati kuna mpasuko baina ya serikali na hawa watu wanaitwa Gen Z, na kila siku unaona moto unazidi kuchochewa. Mimi nataka nitoe ushauri huu. Aliye na uwezo wa kutengeneza hili swala ni serikali. Aliye na uwezo wa kutengeneza mioyo ya hawa Gen Z ni serikali. Mimi niseme namna ambavyo inaweza ikasaidia. Kwanza, moja, inatakiwa tukiri wazi kwamba tatizo lilitokea. Yaani tukiri wazi kwamba tatizo lilitokea. Alafu baada ya kukiri wazi kwamba tatizo lilitokea, alafu tuombe msamaha hadharani kwamba tatizo hilo tulisababisha likatokea, lakini ndo limetokea, tuombe msamaha hadharani. Baada ya kuomba msamaha ndipo tuanze kutafuta hatua zingine. Mimi nadhani tukifanya hivi amani ya watu itarejea, kwa sababu mpaka saa hizi watu bado mioyo haijapoa. Sasa ili hichi kitu kimalizike, mimi nadhani kama serikali wakaamua kuadmit, sio kuwaponda akina Mange Kimambi huko sijui akina Lecho, kwamba tukubali kwamba tarehe 29 kuna jambo lilitokea, tukakosea namna ya kulihendo, tukabomoa taifa, tukaligawa taifa. Kwa sasa hizi unakuta taifa kila mahali pana mgawanyiko. Kwa hiyo nadhani tukifanya hivi serikali mtaturudisha pamoja na hili taifa litakuwa na nguvu na litakuwa na umoja. Kuna kitu kigumu kama kumsaulisha mtu maumivu kwa kumtuliza. Ni vizuri kuadmiti kwanza kwamba kosa ilitokea na kuomba msamaha kabisa kwamba kosa ilitokea, na baada ya kuomba msamaha mioyo ya watu itarejea. Tayari bado kwa kishaomba msamaha, viongozi omba msamaha, tangazo kabisa, omba msamaha kwa dhati kabisa, omba msamaha wala usiwe na maneno mengi. Ukishaomba msamaha, yule aliyekwazika ataongea, kwa sababu tunaposema Gen Z si tunachukulia kama ni watu tu, lakini ndani ya humo Gen Z huenda hata vyombo vya ulinzi vingine ni Gen Z humo, huenda hata CCM wengine ni Gen Z humo, nini ni Gen Z humo. Unakuta kuna migawanyiko hii. Kwa hiyo tuchukulie tu kwamba Gen Z ni vijana tu ambao no, kuna watu ambao wana akili zao timamu wanakijua hiki. Na saa hizi unaona watu wanaongea tofauti tofauti. Serikali ijiweke wazi, jiweke wazi, tubu. Kisha tubu, watu wataongea, lakini baadaye najua taifa litarudi kuwa kitu kimoja. Lakini jambo lingine, wale watumishi wa Mungu ambao wametoka nje ya nchi kwa sababu ya kukimbia, tuhakikishe zinafanyika taratibu ili warudi kwenye nchi yao. Mimi nadhani hawa watakuwa mabalozi wazuri wa kuwasemea, kwa sababu wao wanakaa na watu. Kwa hiyo nadhani ni hivi.
nadhani ni hivyo.